Habari, karibu tena kwenye channel yetu ya YouTube Ness Geneva, na leo tutaenda kujifunza juu ya saratani ya mlango wa kizazi. Nitakujuza nini maana ya saratani ya mlango wa kizazi, ni kwa namna gani mtu anaweza akapata saratani ya mlango wa kizazi, lakini utajikinga vipi ama utafahamu vipi kwamba tayari una maambukizi haya ya saratani ya mlango wa kizazi. Haya yote tutayapata hapa, kwa hiyo twende pamoja. Saratani ya mlango wa kizazi ni ugonjwa ambao unasababishwa na kirusi kinachoitwa Human Papilloma Virus ambacho kinashambulia zaidi eneo la shingo ya kizazi kwa wanawake. Kuna namna mbalimbali ambavyo mtu anaweza akapata au vitu vinavyosababisha basi mpaka mtu akapata saratani ya mlango wa kizazi. Cha kwanza ni kuwa na kushiriki ngono katika umri mdogo. Kwa watoto wa kike sasa hapa inawahusu zaidi. Ukianza kushiriki ngono katika umri mdogo, wewe unaingia katika hatari ya kupata saratani ya mlango wa kizazi. Lakini sababu ya pili ni kuzaa mara nyingi. Mwanamke yote ambaye ameshazaa ama bado anaendelea kuzaa au anataka kuzaa, basi ni kwamba ukishazaa mara nyingi na wewe unaingia hapo kwenye hatari ya kupata saratani ya mlango wa kizazi. Lakini kingine ni kuugua magonjwa ya zinaa. Hapa sasa shida sio kuugua magonjwa ya zinaa, shida ni umetibiwa au unauguaje. Unaugua mara kwa mara, hautibiwa au sometimes unatibiwa, tiba inaishia njiani, wewe unaweza ukapata saratani ya mlango wa kizazi. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kusababisha mtu akapata saratani ya mlango wa kizazi ni kushuka kwa kinga ya mwili. Kinga yako ya mwili ikishuka, kitaalamu inasemekana kwamba wewe unaweza ukapata saratani ya mlango wa kizazi. Lakini njia nyingine ni kuwa na washirika wengi wa kingono. Usipokuwa na mshirika mmoja, kwako itakuwa ni hatari zaidi kupata saratani ya mlango wa kizazi, kwa sababu hii saratani ya mlango wa kizazi inapatikana kwa njia ya kujamiiana. Sawa eh? Kingine ni kuvuta sigara. Kitaalamu zaidi na kisayansi zaidi, hapa sitaweza kuelezea kiundani, lakini kitaalamu inasemekana kwamba mwanamke ambaye anavuta sigara ni rahisi sana kupata saratani ya mlango wa kizazi. Sasa basi utakuwa unajiuliza kwamba nitajikinga kwa namna ipi? Nifanye nini ili nisipate saratani ya mlango wa kizazi? Kitu cha kwanza kabisa, kwa mtoto wa kike ambaye ana miaka 9 mpaka miaka 14, huyu anatakiwa kupata chanjo ya saratani ya mlango wa kizazi ambayo inapatikana vituo vya afya almost Tanzania nzima, kama sio dunia nzima. Kwa hiyo chanjo ipo na inapatikana, na uzuri ni kwamba sisi watu wa huduma tunawahudumia watoto wa kike katika umri huu, aidha kwa kuwafuata mashuleni. Sana ndio tunafanya hivyo, kuwafuata mashuleni na kuwapatia chanjo hii, kwa sababu kule ndio rahisi kuwapata kuliko hivi kawaida mitaani. Lakini kitu kingine ni uchunguzi sasa wa saratani ya mlango wa kizazi. Hapa nadhani patawahusu watu wengi. Unaweza ukaa huko nyumbani, uko tu na maisha yako ya kila siku ya kawaida, lakini upo katika viashiria ambavyo nimevitaja pale mbele, aidha umezaa mara nyingi ama una mshirika wa ngono zaidi ya mmoja. Kwa hiyo wewe unatakiwa uende katika kituo cha kutolea huduma za afya. Kule utapata uchunguzi, utaulizwa baadhi ya maswali, utapewa elimu zaidi, lakini pia utachunguzwa. Na uchunguzi ndio majibu sahihi ya kwako kufahamu hali yako ya maambukizi ya saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo fanya uchunguzi. Hatuna utaratibu wa kufanya uchunguzi kiafrika ama kitanzania zaidi. Hatuna huo utaratibu kwamba mimi nitoke tu nyumbani niende kwenye kituo cha afya nikafanyiwe uchunguzi from nowhere. Wengi tunasubiri mpaka tuumwe, lakini ukweli ni kwamba saratani ya mlango wa kizazi ikigundulika mapema inatibika. Kwa hiyo leo niko hapa kukuambia kwamba nenda hospitali mapema, kafanyiwe uchunguzi na ujitambue. Lakini kitu kingine ni kufanya ngono salama. Ukishafanya ngono salama utajiepusha na saratani hii ya mlango wa kizazi, lakini pia ni faida kwako kwa sababu utaweza kujiepusha na magonjwa mengine ya zinaa. Kitu kingine ambacho nini ufanye ili ujikinge na saratani ya mlango wa kizazi ni kuacha kuvuta sigara. Kama wewe ni mwanamke na unavuta sigara,
ni bora ukaacha kuvuta sigara. Lakini kingine ambacho ningependa kuongezea sana sana kwa wanawake ambao wanatumia dawa za ARV au tunasema ni waviu, wenyewe pia wako katika hatari kubwa ya kupata saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo unapoenda kwenye kliniki, kwenye kituo cha kutolea huduma za afya, usisahau kuambia wakuchunguze saratani ya mlango wa kizazi. Ama unaweza ukaenda na ukaambiwa kwamba wewe hujachunguzwa saratani ya mlango wa kizazi na unatakiwa kuchunguzwa saratani ya mlango wa kizazi, basi usikatae. Jitahidi kushirikiana na mtoa huduma ili akupatie huduma hii kwa sababu ni ya msingi kwako. Mimi natumai umeelewa, umepata ufahamu. Kwa hiyo usiache kusubscribe, usiache kucomment, usiache kulike, usiache kushare, lakini chukua hatua. Nenda katika kituo cha kutolea huduma za afya na pima saratani ya mlango wa kizazi ili uweze kujitambua. Asante na